Habari, jina langu ni Meli. Karibu katika chaneli yetu ili tuendelee kujifunza zaidi. Kwanza kabisa ningependa kutoa salamu kwa pande zote. Kwa upande wa ndugu zetu wa Kristo, Bwana Yesu asifiwe, na kwa upande wa Waislamu, Assalamu alaikum. Tunaendelea na pale ambapo tulipoishia katika kipande kilichopita, na leo tutaelezea juu ya Yesu kufanyika mwili. Karibu. Agano Jipya lina rekodi utimilifu wa unabii huu mahususi. Luka 1:26 mpaka 33 unasema, mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu, wa mbari ya Daudi, na jina la bikira huyo ni Mariamu. Akamwendea akamwambia, salamu uliyepewa neema, Bwana yupo pamoja nawe. Usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Atatawala juu ya nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Pia katika Luka 2:8 mpaka 15 inasema, na katika eneo hilo walikuwako wachungaji huko nje wakichunga kundi lao usiku. Malaika wa Bwana akawatokea, na utukufu wa Bwana ukawaangazia pande zote, wakaingiwa na hofu. Malaika akawaambia, msiogope, kwa maana mimi ninawaletea ninyi habari njema ya furaha kuu itakaowajia watu wote. Kwa maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Na hii itakuwa ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika hori ya kulia ng'ombe. Na amani duniani miongoni mwa watu ambao wamependezwa nao. Marko 14:61 mpaka 64 unasema, kuhani mkuu akamuuliza tena, je, wewe ndiye Kristo mwana wa mbarikiwa? Yesu akasema, mimi ndiye, nanyi mtamwona mwana wa Adamu ameketi mkono wa kuume wa Mwenyezi, akija na mawingu ya mbinguni. Kuhani mkuu akararua mavazi yake akasema, kwa nini bado tunahitaji mashahidi? Mmesikia kufuru yake, uamuzi wenu ni upi? Na wote wakamhukumu kuwa anastahili kifo. Waefeso 1:19 mpaka 23 inasema, na ukuu wa uweza wake ndani yetu sisi tunaoamini ni nini, kwa kadri ya utendaji wa uweza wake mkuu aliofanya katika Kristo. Alimfufua katika wafu, alimketisha mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. Ufalme wote na mamlaka na nguvu ya usultani na juu kila jina litajwalo, si katika ulimwengu huu tu, bali katika ule ujao pia. Naye amevitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka kuwa kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake, anayekamilika kwa vyote katika vyote. Pia katika Waefeso 5:5 inasema, jueni neno hili ya kwamba hakuna mwasherati wala mchafu wala mwenye tamaa, yaani mwabudu sanamu, aliyerithi katika ufalme wa Kristo na wa Mungu.